Go. Good morning, Kenyans. I hope you slept well. Personally, I didn't sleep well because kuna kitu inanisumbua na inanidepress. I've been ignoring comments from government bloggers saying that I'm a conman and that the reason I'm doing this is because I was looking for money from Kenyans. Now, for those who know me, they know me as a hardworking person. Kama nimewahi kuuzia avocado time nilikuwa naishi Kawangware soko mjinga, you know me. Kama I've ever been your teacher in Kabiro Secondary School where I taught mathematics and physics, unanijua. Kama nimewahi kuserve nikiwa waiter Ufanisi Hotel, you know me. Kama umewahi buy furniture Morara Furniture, unanijua. Kama umewahi rent gari kutoka kwangu for your wedding or for anything, then you know me. Kama umewahi nunua container ama container house ama container shop from Morara Properties, unanijua. But hao Wakenya wenye wananijua and who know that I'm not a con man, they are not many. So sometimes vitu kama hizo natakanga sana kuignore hizo comments za watu zenye ni negative. I usually want to ignore them, but imefika point yenye siwezi ziignore anymore. Remember, I'm a young person in a grow. Niko na miaka 28. In fact, this month on 26 I'm turning 29. Niko na watoto wawili wana grow and I have a family. People who trust me. I have people I go to church with, people I serve in the same ministry with who believe in me. So when they read these comments, they start doubting my commitment and they start thinking that probably nilikuwa najitafutia utajiri ama nilikuwa natafuta kupewa pesa na Wakenya. This is what I want to do. If you are a Kenyan and you've ever contributed money to me na ukafeel ni kama nimekukon ama umenitajirisha, I would like to refund you. Kwa hivyo kwa hii post yenye nina make, I would like you to comment below with an M-Pesa message showing the M-Pesa confirmation and phone number and time. Nitaenda ni confirm kwa messages zangu because I have all the messages from the day I started. Na sijai badilisha namba yenye na receive contributions na it has always been 0708 985 611. That has always been the number I receive contributions with. So mimi nitaenda niangalie hiyo message. Kama ni kweli ulinichangia na umesema kwamba I conned you or you felt conned, I'll refund you hapo publicly. I'll not refund you privately. Hapo kwa hiyo comment yako, I'll comment below it and I'll show you refund. Kwa hivyo I'm ready to refund any Kenyan mwenye ana feel ni kama amekoniwa or alikuwa anani you are making me rich. But first let me thank all those Kenyans who have stood with me. Mmesimama na mimi, mmenisupport. Kuzunguka Kenya si rahisi. It's not easy. Kenya is big. Secondly, niko na researcher mwenye ako permanently employed mwenye analipwa. Niko na security because my life is always in danger na chungu. Niko na magari yenye na fuel yenye na move nayo yangu na ya sound. Hizo zingine au ni marafiki wenye unijoin na huwa wana fuel gari zao. So uto to cost kidogo kidogo Wakenya wamekuwa kinisupport wakinitumia 10 bob, 100 bob, 1000, 5000 na imekuwa ikinisaidia ku move around the country to do what I want to do. Kuna watu wananichukia ama wameanza kunichukia ati kwa sababu nataka ku run for president. I want to make it clear. Mimi sijaisema I want to run for president. Kitu nimeisema nikiwa kwa show ya Lynn Ngugi, nilisema sitaki kuwa mbunge, sitaki kuwa senator, sitaki kuwa governor. Juna feel hizo viti hakuna impact yenye mtaweza kuchange life ya Wakenya. Nikasema kama ningepewa urais naweza kubali, but I didn't say I want to run. Na si lazima ni run. Hata hiyo political party yenye nilikuwa nasema ati tunaweza tengeneza. Kumbuka hatuwezi kuwa leaderless forever na hatuwezi kuwa formless. Why should we be leaderless? Yet in this Kenya there are men and women who have been born who are leaders of integrity. Kwa Kenya hii yenye tuko kuna watu wazuri, kuna leaders of integrity. So kwa nini tukue leaderless yet within our communities and our society tuko na leaders of integrity? So me, I'm ready to refund any Kenyan who thinks I'm a con man or that I conned you. Najua kwamba my supporters wameniambia ni ignore hiyo issue, but you see I have children who are growing up now. Watakuja kupata, the internet never forgets. Watakuja kuwa na smart devices na they'll be reading this and they'll be also doubting whether their father is actually a thief. So staki your tag inishike ama ikuwe synonymous with me, because mtu hanijui akiingia kwa profile yangu for the first time hajainijua na anasoma comments na anapata 100 people saying con man, lazima doubt juu hanijui, lazima aanze kudoubt. So I cannot accept kukuwa na hiyo tag ya con man. I have to fight it because even the Bible says that your reputation is far better than gold and any precious stones. Kwa hivyo mimi
I'm ready to defend my reputation that I'm a person of integrity. Kwa hivyo kama umenitumia pesa na ukafeel conned, tafadhali comment below with the M-Pesa message, na please msitume fake messages. Kuna watu wana edit ka message ka M-Pesa wanatuma. Send a real message, I'll refund you right there and then. Haraka sana. Now, I know in my post in the morning nilikuwa nimesema kwamba I want to stop this work and go and rest and just run my company and stay with my family that loves me. But nimefikiria and I've made a personal decision that yes, some Kenyans deserve bad leadership because they defend corruption, they are tribal. Kuna Wakenya wenye yani hata ugongele vichwa zao kwa wall, they never understand how corruption affects them, they never understand how tribalism affects them. Lakini bado kuna Wakenya wanataka change. Mimi nataka kuflow na hao Wakenya wanataka change. Kwa hivyo nikiabandon hii journey nitakuwa waste na disappoint watu wengi. So I must continue. So nitaendelea, lakini from today anytime nikiomba usaidizi wa Wakenya nitakuanga naweka disclaimer mwisho kwamba if you send and after some time you feel like you want a refund, unarudishiwa. Thank you very much. God bless you. I hope you'll have a good day. I'm in Mount Kenya for the Mount Kenya tour. Kwa hivyo siondoki kwa hii kazi. I will continue fighting. I must stay in the ring and keep fighting. And by that fight, there are people who will be inspired to join me, and that will be a good thing. Thank you and God bless you.